Habari za asubuhi, habari za jioni, kulingana na nyakati unapotufuata. Mtazamaji, kipindi hiki kinafika kwako toka The Radio Kauzi Podcast. Anayekuletea kipindi hii ni mtumishi wenu Lea. Kwa kuanza, hebu tusome pamoja Isaya 5:12. Ole wao wanaoita uovu mema na wanaoita mema uovu, wanaoweka giza kwa nuru na nuru kwa giza, wanaotia uchungu kwa utamu na utamu kwa uchungu. Uvuguvugu ya kutoelewa. Hata hivyo, Biblia ni kweli na yote ni amina. Kilicho kizuri kwa kweli ni kile kinachofaa, kilicho sahihi, cha kupendeza, kikarimu na kadhalika. Hatimaye kusema kwamba kuwa mwema ni kuwa mkarimu na mwenye kusaidia mwengine. Kinyume chake, tunaweza kusema kwamba kuwa mbaya ni kuwa mpotevu, mharibifu. Katika ulimwengu wa leo ni rahisi kukosea wema kwa ubaya. Pia si jambo la ajabu kuona maovu yanaipigiwa makofi na kusifiwa. Lakini kama Wakristo tumeitwa kuwa nuru ya ulimwengu. Tumeitwa kusimama kwa ujasiri na kuwakumbusha wengine yaliyo mema na mabaya. Tunapofafanua kwa uwazi mema na mabaya, tunakuwa na nafasi nzuri zaidi na tumetayarishwa vema kutambua uovu na kupendekeza kilicho sawa. Tumeandaliwa vyema zaidi kutambua udhalimu na kupigana nayo. Haya, hii inatuonya zaidi ya mitego na mifumo ya ulimwengu huu. Kwa maana tunapochanganyikiwa, inakuwa rahisi kuvumilia tabia mbaya na kumtendea vibaya jirani yetu hata bila kujua. Ninakumbuka video ambapo mchungaji Skip alisema ni afadhali kuishi sasa chini ya uongozi wa Mwokozi ili tuweze kuingia katika kiteokrasia wa siku za mwisho. Je, serikali ambapo mamlaka uchukuliwa kuwa yanayotoka kwa Mungu si ya ajabu? Kuwa mbinguni pamoja naye na kuishi katika ulimwengu unaotawaliwa na Mungu mwenyewe. Kwa kujiruhusu kuongozwa na Mungu na Roho Mtakatifu, tutakuwa kama yeye zaidi na zaidi. Na Roho Mtakatifu atatusaidia kutambua mema na mabaya. Ona jinsi ilivyo muhimu kuwa na Kristu maishani mwako, kumkubali kama Bwana na Mwokozi. Bado kuna muda mwingine wa kufanya uamuzi huu kabla hayajachelewa. Wengi hufanya makosa ya kuahirisha uamuzi wa kujitoa kwa Kristo na kusahau kwamba hatuna udhibiti wa wakati wetu hapa duniani. Hatujui kesho ina nini. Raha za dunia zinaweza kuonekana kuwa zisizozuilika. Hata hivyo ni ubatili na kufukuza upepo, na mara nyingi matokeo yake utuongoza tu kwenye utupu, mateso na hatimaye kujitenga na Mungu ambaye unatupeleka jehanamu. Tukumbuke kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Bila yeye hakuna kuingia mbinguni. Najua kwamba uovu upo kila mahali katika ulimwengu huu. Hata hivyo, lazima tufanye tofauti na kuchagua mema kila wakati. Isaya 25
8 hadi 9 inaeleza ujumbe huu wenye kufariji, na ninamkuu, atameza kufa kusiwe tena milele, na Bwana Mungu atapanguza machozi toka nyuso zote, na haya ya watu wake atajiondosha toka dunia yote. Maana Bwana amesema maneno haya. Katika siku hile itasemwa, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, tumemngojea, naye atatuokoa. Tushangilie na tufurahie katika wokovu wake. Inatia moyo kujua kwamba baada ya magumu na majaribu yote tunayokumbana nayo katika ulimwengu huu, tutakuwa mbinguni pamoja na Mungu kwa furaha. Tutasahau huzuni zetu zote. Mungu atatufuta machozi yetu, nasi tutabakia naye milele. Lakini si jambo la kusikitisha kuona kwamba wengi bado hawajatoa maisha yao kwa Yesu Kristo ili kurithi hadi hii. Tamaa hii hatimaye hutumika kama kichocheo cha kueleza habari njema. Jambo bora ya kufanya ni kuwaleta kwa Kristo ili nao waweze kushiriki katika tukio hili nzuri. Tunaweza kuwaeleza kwamba siku ya hukumu Mungu atakapokuja, Wakristo wote watajua amani. Tutafurahi kumuona Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ana kwa ana. Tutaimba na kufurahi pamoja na Bwana wetu, nasi tutakaa katika utukufu wa nyumba yake milele. Hakutakuwa na machozi, maumivu wala huzuni. Atavuta kila kitu. Isaya 51:4 hadi 6 inasema, munisikilize watu wangu, na tegeni masikio kwangu, taifa langu. Maana sharia itatoka kwangu, na nitasimamisha hukumu yangu iwe nuru ya makabila ya watu. Haki yangu ni karibu, wokovu wangu umetoka wazi, na mikono yangu itahukumu makabila ya watu. Visanga vitaniongoja na vitaamini mkono wangu. Nyanyueni macho yenu mbinguni na tazameni dunia chini, maana mbingu zitatoweka kama moshi, na dunia itachakaa kama vazi, na wanaokaa ndani yake watakufa vivyo hivyo. Lakini wokovu wangu utakuwa kwa milele, na haki yangu haitavunjika. Kuamini Yesu na kuyakabidhi maisha yetu kwake ndiyo njia pekee ya kuepuka hukumu na kukaribishwa katika uzima wa milele. Kama wanadamu, sisi si wakamilifu na tunafanya matendo mengi ambayo hayatukuzi jina la Mungu na kumjeruhi. Suluhisho ni kujiruhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu, na kwa kumruhusu achukue hatamu za maisha yetu, kuwa na kiu ya kuwa kama Kristo kila wakati, tukimpa utukufu siku baada ya siku. Tuombe neema yake itusaidie kushinda majaribu yote, kwani Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wa maisha yetu. Roho Mtakatifu uja kukaa ndani yetu tangia siku tumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Tumgeukie yeye kila wakati na kufanya tuwezavyo kama msaada wa Roho Mtakatifu kumpendeza katika kila kitu. Mungu atusaidie kufanya naye zaidi na kuwa kama yeye.